Karibu katika kipindi chetu cha leo. Tutatazama namna unavyoweza kusajili jina la biashara hapa Tanzania. Kwa majina naitwa Philemon Legasira Bagoka, ni mshauri wa biashara, pia ni mwelimishaji wa masuala ya fedha aliyeidhinishwa na BOT Academy. Kwa leo tutaweza kuona mambo yafuatayo kwenye hatua za usajili wa jina la biashara. Moja, tutaweza kuona maana ya jina la biashara. Namba 2, tutaweza kuona mamlaka inayohusika na usajili wa jina la biashara. Na namba 3, tutaona faida za kusajili jina la biashara. Namba 4, tutaweza kuona hatua zinazofuata baada ya kusajili jina la biashara. Kwanza tutazame nini maana ya jina la biashara. Tunasema jina la biashara ni utambulisho wa biashara fulani unaofanywa na mtu au kundi cha watu kwa lengo la kufanya biashara. Ni utambulisho wa biashara fulani unaofanywa na mtu au kundi cha watu. Mfano, unaweza kukuta mtu kasajili labda tuseme Philemon Enterprises au Bagoka Enterprises, au mtu unakuta amesajili Betty Beauty Salon. Hili ni jina ambalo unakuta mtu amelisajili, ambalo tunaita jina la biashara au tunaita business name. 2, tuweze kutazama ni mamlaka gani inahusika na usajili wa majina ya biashara. Mamlaka inayohusika na usajili wa majina ya biashara pamoja na makampuni pamoja na leseni, hii inaitwa wakala wa usajili wa biashara na leseni, ambao kwa fupi tunaita BRELA, Business Registration and Licensing Agency. Huyu ni taasisi ya serikali, amepewa mamlaka ya kuweza kusajili jina la biashara. 3, tuweze kuona faida ya kusajili jina la biashara. Moja, ukisajili jina la biashara utakuwa umetambulika, jina lako utakuwa umetambulika kisheria. Utaweza kutambulika kisheria na aliweza pia kusajiliwa na mtu mwingine. Faida ya pili, utakuwa umelinda jina la biashara lisiweze kutumiwa jina jingine. Unaweza kaona unatumia jina la biashara kwenye biashara yako na hujalisajilia, basi yule atakayekuwa amesajilia atakuwa ni mmiliki halali wa jina la biashara. Faida ya 3 ni kutambulika katika taasisi za fedha. Hasa tunaongelea wakati unapoenda kusajili, kufungua account ya benki. Kwa hiyo ukiwa na viambatanisho ambavyo ni usajili wa jina la biashara, utaweza kutambulika na taasisi za fedha. Na cha 4, faida ya 4 ni kupata mikopo kutoka taasisi za fedha. Ukiwa umesajili jina la biashara, itakuwa rahisi kuweza kupata mikopo kutoka taasisi za fedha, kwa sababu biashara yako itaonekana ni biashara rasmi. Na kitu kingine, faida nyingine, biashara yako itakuwa imetambulika kisheria kama tulivyoona awali. Pia utakuwa umepanua wigo wa kujitangaza kirahisi, kwa sababu utakuwa unatumia jina la biashara lililosajiliwa kisheria, ili kuzuia matatizo kuweza kushtakiwa kwa kutumia majina ya watu. Hizi ni faida za kuweza kusajili jina la biashara. 3, tuangazie vigezo vinavyotumika kuweza kusajili jina la biashara. Moja, unapaswa uwe na jina la biashara ambalo umelichagua ambalo halijasajiliwa kisheria. Cha pili, sifa ya pili, uwe ni Mtanzania na uwe na umri wa kuanzia miaka 18. Cha 3, uwe na namba ya NIDA. Kitu cha 4, uwe na namba ya simu. Kitu cha 5, uwe na barua pepe ambayo tunaita email. Na kitu cha 6, uwe na anwani ya eneo la biashara, ubainishe mtaa, kata, wilaya na mkoa unapoenda kufanya biashara. Pia uwepo na anwani ya umiliki. Kuna anwani ya biashara na anwani ya umiliki, ikiwa na maana na mtaa, kata, wilaya na mkoa unapoishi, na ikiwezekana na anwani ambayo unaitumia katika eneo lako unaloishi. Sasa tuangalie hatua ambazo utazifuata ili uweze kusajili jina la biashara. Moja, utaingia katika tovuti ya msajili wa biashara na leseni ambayo tunaita ni www.brela.go.tz. ni www.brela.go.tz. Ukishaingia utaangalia kitufe ambacho kimeandikwa online registration system. Ukikibonyeza kitufe hicho, utaweza kutengeneza account. Katika kutengeneza account itahitajika uwe na namba ya NIDA, itahitajika uwe na namba ya email, uwe na namba ya simu. Email ni muhimu kwa sababu utakapounda account, kuna taarifa zitatuma kwenye email yako ambazo zitakuwa na taarifa za username na password. Ukishazipata hizo taarifa za username na password, unaweza ukazitumia kuingia kwenye account yako ya usajili wa jina la biashara. Baada ya kuingia kwenye account yako ya usajili wa jina la biashara, utakuta kitufe cha kusajili jina la biashara. Basi ukibonyeza kitufe hicho cha kuregister jina la biashara, basi utajaza taarifa zako za usajili kama tulivyobainisha awali, ikiwa ni pamoja na jina hilo la biashara, ikiwa na taarifa za muombaji kama namba ya NIDA, email, namba ya simu, ikiwa na taarifa za anwani yako na anwani za biashara. Baada ya kujaza hizo taarifa zote kwenye mfumo, ndani ya mfumo wa usajili, basi utazalisha form, utajenerate form ambayo form utahitajika uisign. Baada ya kuisign, sasa utaipakia, utaiupload, utaipakia kwenye mfumo. Baada ya kuwa kwenye mfumo, basi utahitaji kukipakia, utahitaji kuzalisha, utazalisha namba ya malipo ambayo tunaita control number.
namba ya malipo utahitaji uilipie ili uweze ombi lako kushughulikiwa na msajili. Baada ya kulipia, msajili ataweza kushughulikia ombi lako na usajili utaweza kukamilika ndani ya muda mfupi. Ili kuweza kuona usajili wako, basi utaingia kwenye mfumo tena wa kutumia hiyo username na password ambayo umeitengeneza. Utaweza kupakua cheti chako tayari kwa kuenda hatua nyingine. Basi sasa umeweza kupata cheti chako baada ya kufanya usajili, utajika ufike mamlaka ya kodi ambayo tunasema ni TRA, Tanzania Revenue Authority, ili uweze kukadiriwa kodi ya mapato, uweze kupata tini na tax clearance tayari kwa kuweza kuanza biashara. Baada ya kupata TIN na tax clearance, pia utahitaji kuweza kuomba leseni katika mamlaka zinazohusika na utoaji wa leseni. Kuna mifumo pia inahusika na utoaji wa leseni. Kuna mfumo unaitwa TAUS Portal kwa leseni za ngazi za wilaya na pengine manispaa. Utaweza kuona hizo class B license, utaweza kuona na mfumo mwingine unaitwa Tanzania Business Licensing Portal. Utaweza kujisajili pia na kuweza kupata leseni za class A ambazo ni leseni ambazo utazitumia, mfano leseni za kuagiza biashara nje ya nchi, leseni za microfinance. Hizo leseni utaweza kuzipata katika mfumo huo wa leseni. Hiyo ni namna ambavyo unaweza kusajili jina la biashara hapa ukiwa Tanzania. Asante. Unaweza kuwasiliana nasi ukihitaji usaidizi kwa namba ya simu 0682 188 544, au unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii kwa majina ya Fitech ICT and Business Solution. Tunapatikana YouTube, Facebook, Instagram, tupo TikTok. Katika mitandao yote ya kijamii utaweza kutupata ili uweze kupata vipindi ambavyo vinaendelea kila siku. Asante na karibuni.